Ndakugeithia muno mwiroreri wa Kiheo TV na ndirakihoka wigutindia wega gakunyita ugeni thiini wa mutamburuko wa Kiheo Kabiru Thaa imwe tukorwo tugikumenyithia uria bururi wa tinda ukigariura nie njatagwo Wangari wa Kimani nake mutwathiriri na njira ciiko etagwo Naomi wa Mathu. Tukiambiriria riboti-ini itu ya mbere ni ati mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto icari-ini riake kaunti-ini ya Kitui hindi ya guthurima waki wa barabara ya kilomita 33 ya Tulia Migwani Bondoni augite ati makiria ma micii 20,000 kaunti-ini ya Kitui nio megukorwo makigunika na mubango wa gutambirio thitima kuhitukira tabarira iria ikoretwo ikinyagio guothe bururi-ini ya utambia wa thitima. Mubango ucio ukuhuthira kimanjika kia muigana wa ciringi bilioni 2.3. Mubango uyu ugukorwo wirigirirwo kugacirithia barabara o hamwe na ugitiri matura-ini. Mheshimiwa Rais, mimi nakushukuru umefika hapa. Sisi watu ya area hii tumefurahi umetutembelea. Na huja kuja tu hivyo umetuletea maendeleo. Hii barabara yetu imekwama siku mingi. Na leo tuko hapa, tuko na uhakika in the next one here. Barabara yetu ya kutoka kwa siku kwenda Migwani, kwenda Bondoni inaenda kukamilika. Niwoka nate huo. Mesikia Rais ametaja barabara zile zingine kule Zombe Chuluni, kule Kamuwongo Kanduiwa, kule Kudha Mudha mpaka sehemu za pale Mutomo, na Rais anakazana kutujengea barabara Kitui na tunafurahi watu wa area hii kwa ujumla. Rais amesema tuendelee kuunganisha taifa kwa sababu hakuna sehemu inapaswa kuachwa nyuma kimaendeleo. Haijalishi vile kula ilipigwa siku ile ingine, kila mwananchi wa Kenya apate maendeleo, Kitui tupate maendeleo kama Kenya ingine. Ya mwisho, mmesikia kwamba tungetaka sisi zote kama viongozi tushughulikie masuala ya wananchi, tuache mambo ya kisirani na ukabila, tujenge taifa moja thabiti. Mimi nimekuja hapa mambo matano ya muhimu sana watu wa Kitui. Mnanielewa? Tulikubaliana ya kwamba wakati Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele, hatutaki Kitui ibaki nyuma. Nyinyi mnanielewa? Na hakuna njia ya kupeleka taifa mbele. Taifa inapelekwa mbele na miradi na mipango ya maendeleo. Leo vile vile mimi naenda kuanzisha barabara ya kutoka Zombe. Nyinyi mnajua mahali Zombe iko? Iko pande hii ama pande hii? Mimi naona nyinyi mnajua geography. Sasa hiyo barabara ya Zombe kwenda Chuluni mpaka mahali inaitwa Mwitika. Nyinyi mnajua mahali Mwitika iko? Haya, mpaka kule Mwitika. Hiyo barabara tena nimepata pesa yake, naenda kutengeneza leo. Vile vile mimi nimekuja hapa kwa sababu ya mambo ya title deeds. Nyinyi mliniuliza ya kwamba mnataka kila mtu akatiwe kipande yake na apatiwe title deeds. Leo niko hapa na waziri wa mambo ya ardhi. Na hapa Kitui tumekuja na title deeds 42,000. Tayari tumepatiana title deeds 15,000 ya watu wa Mwingi. Leo tunaenda kupatiana title deeds zingine pale Ikudha. Tunapatiana title deeds zingine kule Zombe. Tuko na title deed zingine ya hapa Kitui Central. Kuna zingine nyingi ambazo ziko tayari. Mimi nimesema ya kwamba kila mwananchi apatiwe kipande yake, title deed yake, ajisimamie ndio Kenya iweze kusonga mbele. Tuko pamoja watu wa Kitui. Tukiuma kaunti-ini ya Kitui tuguthie kungi kuri arutani a junior secondary kaunti-ini ya Kilifi Moriti Commission ya arutani ya TSC kumandika wira makiaria na andiki ya mohoro tauni-ini yo arutani aya mogete makoretwo makiruta wira ta arutani aria angi mandikitwo wira no ende makoretwo makiamukira mishara minini na undu uria umarituhirie ona makiria maugite ati kwa ihinda ria mwaka umwe ni marutite wira wega riu makienda mishara yao kurorwo keri na kuongererwo mishara niguo mahote guthie na mbere na kuruta wira. Say no to internship. No to internship. We say no to internship. No to internship. The contract that was signed by these teachers with the Teacher Service Commission is a one-year contract.
And we want to call upon the Teacher Service Commission to take this matter seriously and confirm these teachers so that they can get employment on permanent and pensionable terms. This one we demand. And we want to say the government must be very cautious, because whatever we do with the teachers, we are either uplifting the quality of education in this country or we are compromising and jeopardizing the quality of education in this country. Yeah. Tunataka tupewe kazi pale kwa affordable housing, tufanye mjengo kwa sababu hii pesa tunapewa haitoshi. We have a shortage of teachers in junior secondary, and these teachers have a lot of work that they are doing, but the amount of money they are given, they are being paid 17,000. This amount of money is not even enough to pay for their houses. Is not even enough to pay for the school fees of their children. Yes. We are saying the government should move with the speed to confirm these teachers. Yes. And the internship was even outlawed in this country. Internship is illegal. And therefore we are saying that the government should scrap internship in this country. Katika hiyo 17,000 huyu mwalimu atakatwa housing project, atakata sijui ni vitu gani za SHA, atakata sijui ni NSSF, mwisho wa siku anabaki na change peke yake ndio inaingia kwa account. The same teacher hayuko kwa any medical scheme. The same teacher hapewi lunch shuleni, hapewi chakula, anafunza akiwa njaa, anateseka kufika kwa ile shule, hakuna commuter allowance. Kwa hivyo huyu mwalimu yuko under stress. How do you expect a stressed teacher to deliver in class? Hiyo ni ngumu. Walimu musilale, lale lale, walimu musilale, bado mapambano. Turakihoka mabataro mao ni magukorwo makiguo na kuhingirio tugithie na mbere. Maabitha a borithi gicigo-ini kia Butere kaunti-ini ya Kakamega ni mahithuritie makonia mana ma bangi nyumba-ini imwe itura-ini ria Ebushitinzi, na maabitha aya mamenyithitie ndeto ino ni amwe a ikari gicigo-ini kiu. Makiaria na andiki ya mohoro, munini wa County Commissioner Vincent Kipgeon augite ati mateithiririo ni muingi na ruhonge rwa uhitiri gukorwo makihithukia bangi yo, na ikirikana ya gukorwo yumite bururi-ini turiganie. Oho maugite ya gukorwo ona ikienderio arutwo a college, na undu ria augite ni ugwati. Gukiri uguo, Kipgeon augite ati uthuthuria ni wambiriirie na no urathie na mbere, na aria makuruhanitio na bangi yo ni magukorwo magitacukirio makinya mahiu ma kiwatho. Maabitha a borithi kuma gicigo bunge kia Butere kaunti-ini ya Kakamega ni manyitukitie ngunia 4 cia bangi gicagi-ini kia Ebushitinzi thutha wa gutharikira mucii umwe. Deputy County Commissioner wa Butere Vincent Kipgeon akiaria na andiki a mohoro ugite ati matharikire mucii ucio thutha wa kwamukira ndomereri kuma kuri muingi hamwe na maabitha a ugitiri. Followed a tip from members of the public and raided a home in Ebushitinzi village, Maramanot location, where they managed to nab these bags, the 3.5 bags of narcotics we suspect to be bank from her house that appear to be under construction. So the consignment was confiscated and brought to Lunsa police station. Oho Kipgeon ni ahurite mukonde uhoro wa kunyitukio kwa ngunia 4 cia bangi iria kurerikana yumite bururi umwe uria uturigiceirie na igutanyitwo kwenderio arutwo na aikari a kaunti iyo, na kuga ati ona kuri uguo mwikuirwo ario gatagati ka muingi. Hii msiko we suspect to have been transported from our neighboring country, and they are targeting where we nab these narcotics. It's close to a public institution. We suspect that this consignment was for sale to our students and other local residents in that village. Vincent ni atugirite ikari acio ni unyitaniri wao na maabitha a ugitiri itanya-ini ria kuhotomia wikinae na uhuthiri na wendia wa dawa cia kurefia gicigo-ini kiu. Shukuru sana wananchi wa Butere because wamejitokeza kutusaidia kwa hii kazi ya vita dhidi ya hii uhalifu. So tungependa kuwahimiza wananchi pia watupigie report. Wakitupigia report tunakimbia haraka, tunashika. Na ningewahimiza pia wawe on the lookout because most of these criminals have local links in the villages which we are following leads so that they will get them arrested and
and prosecuted. Gerifotera KIHEOTV Getika Wabui Wanganga. Nĩ ngatho Wambui Wang'ang'a nĩ riboti yo kũngĩ nakuo thirikari nĩ ĩrugũrĩtie gĩthomo kũrĩ mbeũ njĩthĩ na kĩrĩa gĩkũmateithĩrĩria kũhũthĩra na kũmenyerera mbeca ya maraheo nĩ tabarĩra njerũ ya Nyota. Tabarĩra ĩno ĩrugũrĩtio kaunti-inĩ itiganĩte itanya rĩa kũmĩkũria makĩria na nĩguo ĩhe mbeũ njĩthĩ umithio na kũmahotithia kwĩrũgamĩrĩra kĩmũtũrĩre. Akĩaria arĩ kaunti-inĩ ya Uasin Gishu Tabitha Gĩcerũ na ũrĩa nĩ ũmwe wa arũgamĩrĩri a tabarĩra ya Nyota nĩahinyĩrĩirie mbeũ njĩthĩ gũthoma na kũnyita ũrĩa mangĩhota gũkinyĩrwo nĩ mbeca kuma kũrĩ thirikari na gũkorwo makĩgunĩka na njĩra nene. There are so many ecosystem players in the MSME ecosystem, and what they bring to the people, they might not be in the know. So today we are bringing them together, and we have been doing this, as my partner has said, we have been doing this, and we will continue doing this in Uasin Gishu, Kisumu, and Nakuru counties as a pilot project to ensure that what benefits that the stakeholders bring on to the ecosystem, the beneficiaries are aware and are able to tap on that. And again, we also want to bring, as MSEA, the benefits that the MSCs are getting from us is in terms of capacity building and financial issues of finance. And as we are talking today, we have the Nyota project and the KJET, that is the National Youth Opportunity Towards Advancement, where the youths are getting funds to advance their businesses or even to start their businesses. And we created awareness, we have been creating awareness, and today is part of it to ensure that they understand what the government is providing to them and how they can benefit from that. This is the fourth sub-county in Uasin Gishu that we are visiting this time. Although we have quite a number of population in Uasin Gishu, specifically for businesses that are small businesses that are not able to thrive. And one of the things that or the challenges that they are facing is a business environment, and therefore we are closely working with the county government to actually help them draft policies that will help them to be able to compete favorably with even other counties. So some of the challenges that MSMEs face, and specifically the young businesses, are things to do with regulatory policies, access to finance, access to markets. Tũgĩthiĩ na mbere, mbunge ya kaunti ya Siaya nĩ ĩhĩtũkĩtie ũgitĩri na ihoto kũrĩ atumia a ndigwa. Kaunti ya Siaya rĩo kaunti ya mbere gũkorwo ĩkĩheana ihoto icio na kũhĩtũkia nĩ ũgitĩri ũgũkorwo ũgĩteithĩrĩria kũgitĩra ihoto cia atumia a ndigwa na arĩa kaingĩ makoragwo na mathĩna maingĩ hĩndĩ ĩrĩa athuri ao mahurũka. County Widows Protection Bill 2025, County Assembly Bill number 3 of 2025 be now read a second time. Will as many as of that opinion say aye? Aye. And will as many as of a contrary opinion say nay? The ayes have it. The County Assembly of Siaya has passed the Widows Protection Bill. It is a bill of its own kind. It has never been witnessed in this region and beyond. And as a County Assembly, we're proud of it. We want to thank members of the public, the widows themselves, and the stakeholders who have seen us walk this journey. This bill provides for welfare of the widows, and it doesn't isolate the widowers. Let that be clear, because the spirit of the bill is to give affirmative action where it is due. When we give affirmative action to women, to youth, to disabled, there is nothing wrong with giving affirmative action to the widows because they are predisposed. And in our bill, we have outlawed, much as we know the national laws and the constitution, which works the same way in the same spirit, we have outlawed retrogressive behaviors and forceful actions that make our women, our mothers who are widowed, and sisters and aunties to be prejudiced. We have outlawed it, and we've said it in strong terms. We have also provided for them a fund from where they'll be getting monies for their welfare. When it is grant, when it comes as grant,
we will give the widows grant as it comes. When it comes to loans, we will give the widows loans, but loans which will charge very minimal interest rate that goes towards administrative costs and maybe insurance, so that our women can have their lives bettered. We have also provided for them a forum where in the county and in the wards they are able to meet together, discuss matters that are specific to them, and come up with solutions. Today is an historic day for Siaya County widows. We are proud of our county assembly. We are proud of our members of the county assembly. We are proud of our widows that are also in the county assembly, our widow legislators. Siaya County is the first county in Kenya of the 47 counties to protect the rights of widows under a law, under legislation. And for that, we clap for Siaya County. Our dream is that other Lake Region counties will take the steps of Siaya County and also adapt and adopt the framework of the Siaya County Widows Bill. Riboti yo ya kuma Siaya igutuhe mweke wa guthumura no indi ndugathi haraya tukorwo tugucokereria na mangi maingi. Ino ni station ya KIHEOTV, kihumo kia witikiriku. Kuru wa Jewel Institute of Advanced Driving toekaine ni kuruta matereva a gikiro kia iguru mari na wigiririki munene barabara-ini. Jewel Institute of Advanced Driving turutanaga utereva wa ikiro ciothe. Class A ni utereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B utereva wa gari nini, Class C utereva wa marori na Class D ni utereva wa gari cia ukui wa muingi. Urutani witu wa utereva ni wa kurumanirira na mutaratara mweru wa NTSA na warikia kothi tugaguteithiriria kwigira na smart driving license. Ni undu wa uhoro makiria ndukamairirie gutucerera wabici-ini citu Rwesambu nyumba-ini ya Jewel Complex gorova ya gatano barabara-ini nene ya Thika Super Highway kurigania na TRM, kana utuhurire thimu kugerera 0703 164 003 0703 164 003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Ruoro rugitema koragwo wi wa mbere kumenya mari marahanika guko bururi-ini na nja wa itoka cia Kenya thiini wa tabarira ya gugithereruka ni kwambiriria thinashara kinyagia thaa 3 cia rucini o muthenya wa mwambiririo kinyagia wa gatano. Joyce Wajiko wa Mwangi mari hamwe na Francis Wairura magakurehera ndereti itiganite mathaa matatu ma kuhingura muthenya waku ugathondekwo ukagira. Eni nikigoco kimurutio niguo ndeinaga kehindira muthamaki nyitanagira na nie MC John wa githomo and the band niguo ndeinaga haleluya kehindira muthamaki oya nyada ririkana ni o muthenya wa Friday kwambia thaa 2 cia hwaini nginya thaa 5 cia utuku. Mbeo ya Ngai ndiumaga mbeo ya Ngai ndiumaga mbeo ya Ngai ndicindagwo nĩyo mbeo ya Ngai ĩtũũragio no Ngai. Na ningĩ no tũrũmĩrĩre nenda-inĩ citũ Kiheo TV na yakwa kĩũmbe John wa githomo official. Nĩguo ndĩinaga kehindĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno. Ino ni station ya KIHEOTV, kihumo kia witikiriku.
Nitwacokereria gunyita ugeni kirekaini ria keri na tugithie na mbere ni ati tabarira ya wenji wa thabu ya muigana wa ciringi bilioni 800 maragana matandatu ma 83 iria itanyitwo gucenjia miturire ya aikari a Isulu na Bushia-Ngala gicigo-ini kia Ikolomoni iri hatikaini ya kuhaguka thutha wa aikari kuregana na riendekithia ria ene tabarira iyo ria kwendekithia aikari mathame mugunda-ini wao na kuhe mweke kambuni ya Shanta. From the mining fraternity, we are very disappointed that we have been pushed aside and none of all those organs involved in getting views have ever reached the proper structures in the State Department of Mining on the ground, and specifically the artisanal and small-scale miners of this area. In Ikolomani alone, I have 10 cooperatives. Kakamega, I have 21. And we are talking about 20,000 miners. Nobody is talking about how these miners will be given alternative methods of occupation. Hatutakubali wakaaji wetu wahamishwe kutoka sehemu zao za makazi. Ila ni jukumu la serikali kuleta vifaa, kuwafunza na kuwapatia insurance, kwa sababu hawa ni walipa ushuru. Lazima wapate haki yao. Dhahabu. Unataka kutupeleka kwa mashamba ambayo haina dhahabu. Tuende kufanya nini kule? Tuchunga ng'ombe? We are going to resist. We are going to fight to the letter. Tutapigana vita mpaka mwisho. You can go as far as mwende mteke nyara, but we are not going to allow that. Hakuna Kenya hii kazi ambayo unaweza kuandikwa alafu pate 1,100 hata kila mwezi. Mimi siwezi ama, babanga alikufa kitambo. Ni baby mfupa yangu nipeleke wapi? Na mimi siwezi waje kwa bure. Kwa mambo ya kuhama watu kuja hapa Shanda, sisi tumekataa. Hata hizo video nasema underground mining, sisi tukue juu, mimi siwezi, hatukubali. Na uwezi kuhamisha location yote, iso location yote wahamisha watu bila court order. Mining sites wanataka kuchukua hapa ni 337 acres na wanachukua kwa miaka 7. Nauliza Waziri Joho, uko wapi ukitaka kuumiza hawa watoto wa Ikolomani? Ya pili, wanasema wata displace 800 people. 800 people watu wataenda wapi? Watachukua mashamba yao hapa. Wachauzisha county government. That's why we are opposed na lima tulinde watu wa Ikolomani. Wananchi hawajafanyiwa civic education ya kutosha. Hata ile environmental impact and social impact assessment report ambayo walikuwa wameandika hatukuwa tumeiona sisi kama serikali ya county, na tukaitwa tu mkutano wa public participation. Ndio maana tunasema kulingana na ile mpangilio ambayo iko katika hiyo report, huu mradi unaenda kuwa na impact kubwa kwa watu wetu wa Ikolomani. Maafitha a ũgima wa mwĩrĩ rũhonge-inĩ rwa thakame kaunti-inĩ ya Embu nĩ morĩtie mũingĩ kwĩyumĩria na gwĩtĩkĩra kũrutwo thakame, kĩrĩa maugĩte atĩ bengi ya kũiga thakame kaunti-inĩ ya Embu ndĩrĩ na thakame ya kũigana, na ũndũ ũrĩa arĩ ũgwati rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ. Bengi ĩkoragwo ĩkĩhe thakame kũrĩ arwaru kaunti-inĩ 9 kuma gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya. Daniel Wachira na ũrĩa nĩ mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rũu kaunti-inĩ ya Embu augĩte marĩ na thakame gĩcunjĩ kĩa 30 harĩ 100, ĩndĩ gũbatiĩ gũkorwo kũrĩ na uniti 1,000 cia thakame nĩguo kũhota gũtangĩkĩra arwaru hĩndĩ ya mĩtino ya hinahi. We are here to really mobilize for blood donation. We have realized that we have a challenge within the Embu transfusion unit, where they're saying they have a deficit of about 30% of the blood that they need. And for us, it's about mobilizing the community so that we can be able to deal with that deficit and see whether we can be able to bridge it in a way that they will be able to serve the community in a better way. It is very important that all the people in the public are labeled and encouraged to come and donate blood so that we can be able to deal with that issue. Anything can happen at any given time, and you as an individual could require blood at any given time, and it is always important that we be prepared. As a club,
we do many things. We have several thematic areas that we are dealing with this year that include diabetes and also environmental, and this being part of the health issues that we are dealing with, we want to be able to be of support to the health, the humanity, and this therefore is a very important aspect that we are looking at today. I'm happy to be here. So I have donated blood already, and I would urge everyone to come out and donate blood. There are many advantages of donating blood, so I want to encourage as many to come and donate blood. To those people who last the last minute, who learn helter-skelter when their relative is sick and they are in need of blood, so this is the time. Prepare early, go donate blood. We even have a way that you can donate blood for yourself. So for me, I've not donated for myself, but I've been donating regularly. But I urge people, don't wait until there's trouble and people are looking for blood for you or your relatives. In the Mount Kenya region, we normally serve about 9 counties. That is from Embu to Marsabit, and then Laikipia and also Murang'a. But specifically when we are here due to the need for Embu County. In Embu County, we require around 900 to around 1,000 blood units for us to meet the demand. And normally, currently, we are doing around 80 to 90%. So there is always a deficit. And maybe this deficit comes along simply because of the culture of our people. Our people, they normally fine. Most of them, they are not voluntary. But I'm requesting them that they become voluntary donors. Tukirekera kugene ati athuri Njuri Ncheke kuma Meru kuma Isiolo Tigania nimeyumiritie na kuga one mekunyita President Ruto gukorwo makimunyita baru hamwe na munini wake Professor Kithure Kindiki. Athuri amaugite metereire muno icera ria President icigo-ini icio na kuhingia ciiraniro iria eriria Kenya cia kurehe uthii wa nambere. Mongojea kwa mikono miwili kwa sababu tunampenda na tuko nyuma ya serikali yake na tutamuunga mkono mpaka mwisho ndio atufanyie maendeleo. Na wale ambao wako na siasa duni tunawaambia wakome. Wale ambao wanagawanya nchi yetu kwa vikundi waache. Na kwa hivyo Kindiki hatutaki asesewe, na ndio tuko hapa leo kuonyesha solidarity kwa sababu tuko na watu wa Tharaka, tuko na watu wa Isiolo na wasee wa Meru. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba tuko pamoja kama kaunti 3 ambazo siko na shrines za Njuri Ncheke na wasee ambao wamekuwa initiated into Njuri Ncheke. Na Njuri Ncheke ni msingi wa Meru hapa kwetu Meru. Kwa hivyo ni amani na mwongozo mzuri kwa rais wakati anakuja huku. Sisi tuko na kipaumbele kumweleza ya kwamba matumaini na vile tunaendelea kama wa Meru tuweza kufika kipaumbele. Tunatarajia mengi yale rais anatuletea kwa sababu Njuri Ncheke ndio msingi wa Meru. Kwa hivyo akiingia kwetu tuko na maneno mengi ya kumwambia. Tunatarajia yale atakuja naye na sisi tumuongezee mengi. Ni kwa viongozi wetu kwanza washirikiane ili tuweze kufanyia wananchi maendeleo vizuri, na tunaomba rais atakapowasili hapa Meru zile ahadi ambazo aliwekea watu wa Meru, aswa miundo msingi kama vile kuna barabara nyingine huwa inatajwa sana inaitwa Kore Rundi. Juzi alikuwa Meru na akaweza kuahidi watu wa sehemu hiyo barabara contractor atakuja on site, na bado hata kwa sasa hatujaona contractor. Kwa hivyo yale tunatarajia sana kwa mheshimiwa rais, ukifika Meru zile ahadi ambazo umetupea watu kama watu wa Meru tunaomba zianze kutekelezwa ili pia sisi tuwe na moyo zaidi wa kuiunga serikali mkono. Kuna jeshi ambayo imekalia wananchi wa Meru, jeshi ya 78 Battalion na jeshi la artillery na jeshi la Soi. Tumeomba mikutano mingi tukiwaambia jeshi tolewe katikati ya watu ipelekwa mpaka mahali ng'ombe inavukia na Saburu, miaka mingi, miaka nenda rudi tangu kuwa naibu wa rais. Sasa uko rais. Tunaomba utoe ile presidential directive. Na mmenituma kwa mheshimiwa
William Samoei, mkanieleza kwamba mnataka kuja hapa center ya Njuri Ncheke. Mmenituma kwa mtoto wenu ambaye mlivaliza nguo hapa, na ile nguo mlivaliza yeye, mkatamia mate, mkatamia asali, hiyo mata yenu imeanza kupanda. Kebora Kendeki. Hii ndio Njuri Ncheke. Mimi nikiwa kiongozi ninatambua ni Njuri Ncheke ya Meru. Ile ingine ni Njuri Ncheke ya ofisi, na Njuri Ncheke haikai Nairobi, Njuri Ncheke kwa Masina. Na riboti iyo niyo igukorwo igituithiraniria kiheo Kabiru Thaa imwe maya na mangi maingi thaa ithatu ciehanda wega tunyitanire o haha na ni uria meguthii na mbere na gukorwo magitukinyira tugacokia ngatho cia mwanya ni tondu wa kunyitanira hamwe na ithwe na hamwe na ariothe makorwo manyitiriire mwaro gutigira wenu watwamukira na njira igwete. Ni njitagwo Wangari wa Kimani nake mutwathiriri na njira ciiko etagwo Naomi wa Mathu gakwendithiria wiroreri mwega wa tabarĩra citu iria irathi na mbere we mundu wa bata.